Ni wewe au macho yangu? Ni macho yako. Ni mimi ambaye unaniona. Yaani ningejua kama humu ndani upo wewe, hata nisingekuja. Haya. Umeshakuja sasa na upo ndani. Na upo pamoja na mimi. Kwa hiyo Nini? Vipi kwa ndani ulivyoingia? Nimeona mje. Na mlivyosalimiana? Tumesalimiana tu tumejuliana. Hamna chochote alichoongea? Hamna. Yaani kunivuta kote kule mkuku kuja kuniuliza haya tu. Sasa kwani nimekosea? Mimi naenda kula bwana vipi? Kichwa kinaniuma sana leo. mamangu sijala utakuwa sawa mamangu, sawa? Umesikia mamangu? Hivi. Kaka yako hajapiga hata simu? Hajapiga simu na hajatuma meseji. Na hata sijaiona simu yake yoyote kwenye simu. Sasa inabidi ufanye mpango kumtafuta kakangu mwanangu. Umesikia? Sasa mamangu, nikiondoka mimi nitakuachana nani hapa? Na unajua lenyewe tupo wawili tu ndani. Sasa kiendelea kuwepo wote mwanangu hapa. Kama unavyojua hali nilikupo nayo, naomba natakiwa vipimo ili niendelee kuwa napata ujambo mwanangu. Sasa usipotoka kumtafuta kaka yako, ndio kama hivyo simu hapatikani. Alafu nilisahau kukuambia mwenye nyumba alikuja jana. Mamangu, utakuwa sawa, pole. Mwenye nyumba alikuja jana, kodi yake kiangalia na hali ilikuwepo nayo. Fanya iwezekanavyo, lazima kaka yako umpate. Umesikia? Sawa mamangu, nitapambana mpaka nitampata kaka. Na hata kama nikimkosa, mimi bado nitapambana mpaka nihakikishe mamangu nakupeleka hospitali mamangu. Usijali mamangu, mtoto wako bado nipo. Wow, mwanangu. Jamani, habari za shule? Marahaba mwanangu, vipi hali? Nzuri. Za masomo? Naendeleaje hapa? Hatujambo. Mwanangu umepungua. Maisha magumu shule. Au ukashiba? Nakula. Mwanangu jamani, nenda ndani kabadilishe nguo, oge maji, ubadilishe nguo. Haya mwanangu. Jamani. Amri. Naam. Karibu sana kwetu bwana. Asante baba. Bana, maana mke wangu hapa ameniambia umefika jana, lakini naona hatukuonana. Unajua tena mizunguko mingi, nimefika nikaona nisikusumbue.
Kinaona hapa ni bora tuzungumze leo kwa sababu tumepata wasaa mzuri wa kuzungumza, basi tufahamishane vizuri, mtambuane. Najua mimi na baba yako wewe Hamisi tumeishi vizuri sana. Tuliishi vizuri na tumewaleeni nyie wote wawili katika mazingira mazuri. Kama ambavyo wewe unaona babako kule anakulea nyumbani mpaka watu wanakusifia kwamba una tabia njema, ndivyo ambavyo na sisi pia tunamlea binti yetu hapa. Japokuwa mkuahidi kuonana kwa ajili ya mambo ya masomo na mambo hapa na pale, maana mzee wako nawe amekuwa mgumu sana. Kila nikimwambia bwana, hebu mruhusu kijana aje kutusalimia, mara yuko boarding, mara yuko hivi. Huyo mzee wake naye bwana anakuaga ni mzito sana. Lakini kwa kuwa umekuja na ujio huu sio tu ujio wa kuja kutusalimia. Ni ujio maalum kabisa ambao sisi tumezungumza kama wazazi wenu na tumeona kuna jambo linatakiwa lifanyike kwa sababu mshakuwa mnahitaji kuwa na familia na kuendeleza ule urafiki wetu ambao sisi tumekuwa nao kwa muda mrefu. Basi tukaona ni vyema wewe uje umuoe. Unasemaje baba? Yanisikia au unauliza tu? Hapana, mimi siwezi kuolewa na huyo. Kwa hiyo unataka hao wauni wako wa mtaani, si ndio? Sio hivyo. Au unaona sisi wazazi wako hatujui mwanaume sahihi wa kukuoa wewe, si ndivyo? Lakini baba yule hawezekani. Nisisikie hicho kitu. Sijui umenielewa? Kwanza hapa mimi sijaja tushauriane hili jambo. Nazungumza kama baba mwenye nyumba wa hii familia na mzazi ambaye nimekuzaa wewe. Sawa? Kwa wewe cha kwako ni kusikiliza na kufuata ninachokisema. Kondo hivyo bwana Amri. Lengo kubwa labda kama mama yenu hapa kidogo alikuwa anapata kigugumizi kuwaambia, mimi nikaona niwaeke wazi, tusizunguke. Jambo linatakiwa lifanyike na wala tutachukua muda mrefu sana. Ndoa itapita, tutazungumza sasa sisi kama tutaifanyia huku au tutaifanyia kule kwenu. Lakini nyinyi mnatakiwa muoane. Guna nini? Msuri. Huyo mpumbavu achana naye. Kwa hiyo bwana Amri, nafikiri tunakubaliana, si ndivyo? Ndio baba. Na mzee wako nafikiri hakukuambia. Ni kweli hakuniambia. Hakukuambia kwanza, lakini issue ndio ipo hivyo. Kitakachofuata sisi tutapanga na wenzetu kule tujue tunafanyaje, taratibu zinaenda. Ndio. Nafikiri hapo mimi nimemaliza. Au una kuchangia hapo bibi wewe? Mimi nachotaka kuchangia hapa. Huyu binti yangu kwanza. Sijui hata ana shida gani mume wangu. Kwani anapenda kutupinga afu ukiangalia ni mbele ya mchumba mwenyewe ambaye sisi tumekutafutia. Sasa huyo utadili naye mwenyewe kwa sababu siku zote mimi nikitaka kumtia mkononi wewe ndio unakuwa wa kwanza kusema niachie mwanangu. Mimi sitaki kuongea naye sana. Mimi nishalipitisha, nyie mtakaa ndani na mwanao mtaongea, mtajua mnamaliza vipi, jambo litimie. Bwana Amili bwana karibu. Mimi nipo ndani, tukipata muda basi tutatembea tembea kidogo uone mji safi. Sawa. Na kuhitaji chumbani. Lakini mama, Habari sasa dadangu. Safi, kwema? Kwema. Samani, kwa majina naitwa Mutare. Natokea hapo mtaa Mazongela. Nilikuwa namtafuta kakaangu. Kwa majina anaitwa Mohamed Sungula. Ila jina maarufu hapa mtaani anaitwa Sungula. Kwa nikuonyeshe picha yake. Hapana kakaangu, sijamuona. Na kama hujamuona, kama ukitokea ukimuona, tafadhali mwambie pale nyumbani familia yake tunamhitaji sana. Maana mama yetu anaumwa sana. Leo kiangalia ndio kichwa cha familia pale nyumbani. Sawa kakaangu. Ikitokea nimekutana naye nitamwambia
Ila chukua tiketi hapo, unaweza toka Nyamaji safari yako napoenda. Asante dadangu. Mungu akubariki dadangu. Sana shida siwazi. Samahani mjomba kwa usumbufu. Naomba ruhusa niondoke mjini kununua viatu. What? Unasemaje wewe? Yaani kuja jana tu unataka kwenda mjini ukaangalia viatu? Hiko kitu hakiwezekani. Tabia za ajabu ajabu ambazo unazifanya kwa mamako kwangu mimi hapa hazipo. Never, impossible. Nenda ndani. Rudi ndani. Pumbavu. Nakupa sekunde 3 nataka jibu. 1 hiyo. 2 hiyo. 3. Pumbavu wewe. Jinga nini wewe? Na ndoa ni mwezi huu. Tarehe subiri kesho asubuhi utaipata. Unajua kakaangu toka ameondoka mpaka leo wiki ya pili. Umenielewa? Na ukiangalia ni kitu cha familia. Mama kama vile amemwacha mgonjwa. Alafu na mimi pia nikamtegemea yeye na tuna mdogo wetu wa kike. Lakini simu apigi. Umeona? Yaani kifupi tu yaani atuache kwenye hali ngumu sana. Na mimi ukiangalia ni bado kabisa. Hilo lishakuwa tatizo mwanangu. Mimi sikufichi. Hilo tatizo. Ani wiki ya pili mawasiliano hamna. Sasa pale nyumbani mnaishije? Nataka kuelekeza mshikaji wangu. Yaani katika maisha sasa hivi, maana mimi inabidi fight hivyo vyote vile. Nifanye kazi yoyote ile. Ili nyumbani tupate tule, nipate hela ambayo niwekeze, nitunze, nipeleke mama hospitali apate dawa. Pia mdogo wangu inabidi aende shule. Nini? Kaka. Shida nini? Mama nizidiwa. Mama! Mama! Kunavyoonekana humu ndani hakuna hata mtu. Kaka, watakuwa wamempeleka hospitali maana majirani wasema wanakuja wanampeleka hospitali. Tuondoke kaka. Wenyewe! Hodi humu ndani! Pumbavu!